Mjumbe. Naona ulikuwa unatoka. Bwana, nilikuwa naelekea ofisini hapo. Kuna kikao kidogo cha mambo. Unajua tena mtaa pale kuna ile mfereji ule unaita shida sana. Kwa sababu nilikuwa kuna mjadala kidogo. Sasa sijajua ndo yale ama kuna mengine. Nafikiri mjumbe unakumbuka ile tukio nililokuja na mke wangu juzi kati hapa. Na ndio maana nikataka kuuliza mkeo yuko nyuma anakuja hayo au kuna matatizo mengine? Hapana mjumbe, mke wangu tulivyotoka hapa nilifanikiwa kwenda kumalizana naye kwa taraka. Lakini sasa kwa ulimwacha hivi siku ile. Swadakta kabisa. Nilimwacha, nilimwandikia taraka, nikamwacha. Lakini kuna kitu tena amenifanyia mjumbe, yani kimeniuma sana. Tumeshaachana na nikamwambia usirudi hapa nyumbani kwangu. Lakini imefikia kipindi mimi sipo, niko kazini, amerudi, amenisafisha kila kitu ndani mjumbe. Chumba ukiingia cheupe utasema uwanja wa mpira. Huyu mke ulokuja naye hapa. Mjumbe, huyu machachari mchecheto ulomuona hapa. Pole sana. Kwanza mimi nikwambie kitu kimoja. Wakati unakuja naye hapa, jinsi alivyokuwa ile pepe nikajua mke hamna. Mke mkorofi. Mke sio muelewa. Kwanza mimi nisikufichi kwa kukuheshimu. Mimi nitaka nimzabue vibawa. Kuna neno yake aliongea, mnapendeleana." Hivi anaweza kunitolea ningemtandika, nimemkuheshimu wewe. Sasa yule mke ana matatizo na ndo sishangae hicho alichokifanya. Sasa hapo mzee mwenzangu, labda mimi nikuulize. Wakati amechukua hivi vitu, taarifa kwao umeshatoa? Kweli nilikuwa sijawahi kwenda, wewe ndo mtu wa kwanza kwa sababu kwanza nifike kwako mjumbe. Nipate busara zako ukiwa kama mjumbe. Alafu zeni ndo nichukue hatua nyingine. Sasa mimi hapo labda nikwambie kitu kimoja. Mimi na wenzangu utasaidia upate barua uende hata polisi ukatoe taarifa, ikibidi ujue haki yako unaipata vipi. Lakini kabla ya yote nilikuwa nakushauri pia. Nenda kama kwa mama zake, ndugu zake ukatoe taarifa wajue. Ili swala ujue unasaidiwa vipi. Lasha kama wewe mwanaume mumewe japo umemwacha, basi msamee tu, ndo chukulia ndo hasara hiyo ishatokea. Nashukuru mjumbe, umenishauri kitu ambacho ni kizuri kwangu. Mimi nakuahidi, ninapotoka hapa nitaenda kwa wazazi wake. Nashukuru sana. Haya bwana. Asante. Maisha mengine haya. Nao wanawake amwangalii, wanawake wenu wana matatizo. Wengine wanawake washasusu na mama zao na baba zao, wenyewe mnagewa tena mnasukumizwa mamizigo, matokeo ndo kama Uko kwema kusema. Asia yupo ndani? Shemeji yangu. Hilo ni swala kuniuliza kweli. Sasa mke wako na yupo nyumbani kwako? Labda nivishe nikwambie kitu. Asia juzi tumegombana sana, tena sana, tukafikia hatua mpaka kupelekana kwa mjumbe ili kwenda kupeana talaka. Tulifika kwa mjumbe, amekuwa na sauti juu sana mpaka mjumbe wezi amini ametufukuza. Nirudi nyumbani, nimemwandikia talaka nyumbani. Baada ya kumwandikia talaka akaondoka, achukua mabegi yake akaondoka, akaja huku. Sijajua alekea wapi. Lakini kilichonishangaza, mimi nimeenda kazini kesho yake, nimerudi pale mchana, nafungua ndani chumba cheupe. Yaani kwa maana amechukua kila kitu ndani kilichokuwa ndani na ameondoka nacho. Sasa shemeji, kwa hicho alichonifanyia mdogo wako Asia ni kitu kibaya sana. Nilijua kabisa lazima atakuwa amerudi hapa nyumbani. Sasa wewe tena nakuuliza Asia uko wapi? Huna jibu la kunipa, unanichanganya shemeji. Hebu niambie kama yuko ndani, niambie tu ili tuyamalize shemeji. Yaani shemeji yangu, nadhani kuna jambo moja tu ulijui kuhusu mdogo wangu Asia. Sawa? Asia yani tabia ulizoziona wewe kwako huko nyumbani kwako. Yaani ndio tabia hizo alizokuwa tunaishi naye hapa mdogo wetu. Lakini mimi nilishukuru Mungu hiyo posa ilivyokuja ya uchumba, nikasema afadhali. Huenda mtu anaweza akawa maisha haya anaishi anatuhangaisha sisi. Huenda akifika kwa mumewe atatulia.
Lakini sasa shemeji yangu leo unaniletea yani ni swali gumu. Cha kwanza kitendo cha kusema kwamba eti kabeba vitu. Mara mmepeana talaka. Hayo yote hamna hata mtu mmoja anayejua. Mimi mwenyewe dada yake yani unanisitwa sijui chochote shemeji yangu. Kwa hiyo shemeji, mimi mlikuwa mnajua kabisa kwamba ndugu yenu hajatulia mkamua kuniozesha mimi. Sawa, hilo sijali. Kinachoniuma zaidi vitu vyangu. Kwa nini amechukua vitu vyangu? Mimi naanza ina maana nirudi tena kuanza upya maisha. Pesa ninayopata nataka nifanye mambo mengine, akisema kurudi tena pale kununua vitu. Kanifanyia kitu kibaya sana shemeji yangu. Acha nikamwangalie sasa. Unajua mambo yatakaa sawa huko alikoenda. Kumbe ndio kwanza. Kaenda kuyapambana bwana. Bila kufunga na kufungua hata. Kwani tunaenda mbali. Shoga zangu, mguu wenu. Maana naona mlikuwa mnatoka shoga zangu. Shoga yangu nina shughuli. Wapi? Mkamba ndugu wangu. Mkamba? Kama unavyojua. Shughuli ya nini shoga? Ai, huko nakwambia kutakuwa na kibai koko, kutakuwa na udugwaima, kutakuwa na mziki. Fulu kujiachia. Usikose gali dadako. Si unajua tena kama kawaida. Basi shoga yangu hata usijali. Costa shoga yangu niachie mimi. Kwenye hilo Costa sasa. Nakuja na pambe zangu kama zote. Aswa? Upo. Nazikusanya kama zote. Upo kwenye gari mbona atatukoma? Kabisa. Kwa majibu ya huyu dada namuona kama Yaani hapa ndugu yangu hata usijali. Yaani kwanza Costa sio tunaenda na kijikosta. Ile Costa mpya. Yaani ukiangalia mwenyewe haina kutu. Watu wakina nani kwanza anashuka. Yaani kwanza zawadi pambe. Yaani tena tusende kitoto. Yaani tukisuka, yaani tena sio vijola hivi unavyoviona. Tukienda pale tumedamsha swasi. Kwa maelezo yako tu yaani yamenitosheleza kabisa kama unajua shughuli. Shoga yangu kuhusu sare na kuachia wewe, kuhusu usafiri kama kawaida. Hilo limeisha. Ongeeni jengine. Jamani, twendeni maana mimi sina jipya. Yaani hapo nishalimaliza. Yaani najua kwenu funga kazi. Mchele mpya huo. Shauri nazi.